watu wetu hatufanyi makosa. Maana sheria ya Kenya inasema kwamba baada ya kura kunakuwa na mwenye ameshinda. Kama hapo na wajumbe wengi anaitwa ameenda na majority. Wala ambao tunashindwa tunaenda kwa upinzani. Sheria inasema namna hiyo. Hakuna mahali sheria imesema kwamba wala ambao wanashindwa waingie kwa serikali. Raila mwenyewe alipanga na Ruto wakaingia huko, lakini sisi watu wa Azimio tulipaki nje ya serikali, maana policies zetu na programs zetu na za Ruto hazifanani. Hatuwezi kwenda kwa serikali kwenda kutekeleza program za Ruto ambazo hatukuambia wananchi kwa unaenda kutekeleza. Na ndiposa mnasiona sisi wengine tumepaki ndani ya upinzani. Hatujafanya makosa watu wetu. Lakini serikali inakasirika ikiona kwamba wewe uko ndani ya upinzani na unaikosoa. The responsibility of the opposition ni kukosoa serikali. Ama namna gani? Wale watu ambao wako ndani ya serikali wako na jukumu ya kusifu serikali na policies zake, got no problem. But for us we tell them you are wrong here. Kama tungekuwa na serikali tungefanya hivi. Wachane na sisi, we are just fulfilling what the constitution says. Na kuna watu ambao walipigana na wakapinga hii katiba wao wanaitaka. Walipinga. Mudavadi juzi anasema kwamba tukienda kupiga kura tufanye referendum ili tuweke cheo ya prime minister ndani ya katiba. Yeye mwenyewe is occupying an unconstitutional office. Ataka ni kwa hiyo ofisi hiyo. And is the last person to lecture us mambo ya katiba. Ama namna gani? Sisi tunajielewa kama wa Kenya and we know where we are going. So serikali irelax. Serikali relax, wajue kwamba huku nje kuna watu ambao wako na policies na programs ambazo ni nzuri za kutoa Kenya kwenye shimo ipeleke mahali. Sasa unajua rais amevunja baraza la mawaziri karibu mara 3. Akaenda katafuta Raila amsaidie. Sasa Raila amekufa. Huyu rais anasaidiwa na nani? Siko matatizo yangu. Tukisema iko matatizo Kenya is not because we hate Ruto. We just hate the way he's running government. And all of us belong to this country by right. Hakuna mwingine atakana kupingia mwingine hewa katika taifa la Kenya. This one I tell them until my last breath. Sitaomba mtu ruhusa kwa katika taifa la Kenya. Na sitaomba mtu ruhusa kuongea masuala ambayo yanahusu watu wetu. Wale tudanganya. Wanatuambia kwamba eti kwa na makosa imeleta unhealthy competition. Watoto wanaanguka. Wakasema wanaleta CBC, ndio? Baadaye wakasema ni CBE. Sasa matokeo imepita, watoto wa matajiri wameenda kwa shule nzuri. Watoto ya maskini wote mnahangaika hapa, mmepelekwa shule mbovu kweli kweli. Iko mama mwingine hapa Kiminini, mtoto wake amepelekwa Kilifi Day School, Kilifi. Anaenda kuishi na nani huko? When we raise these things, wanasema sisi hatuna akili. Mimi niliambiwa mnapanga mambo ya sayansi ya STEM. Mnasema kwamba kila shule iko na laboratory. Mr. President, the best of schools even in this republic hazina hata laboratory. Sasa ni mahangaiko juu ya mahangaiko. Wametoa responsibility from government, wameleta responsibility kwa mtoto. Saa hizi mtoto wako akianguka mtihani ataambiwa kwamba you chose the wrong pathway. Social science, sijui michezo, sijui science. Mtoto wa miaka 12 unataka achague ni pathway. Hata pathway anaelewa ni nini. Sasa masomo yamekuwa the president anabadilisha vitu for the sake of changing things. Sasa grade at the best grade today, ile grade mzuri hadi mtoto wako amepata ni E. Wametoka kwa A wameenda kwa E. Hao watu wanatubeba aje? Wanatubeba aje? Wanafikiri ni maembe. Ati E, what at A ilikuwa mbaya, ilikuwa inaleta unhealthy competition. What about E? Saizi kila mtoto anataka apate E. Mtoto mwingine karibu mama yake amuue anapata E. Hakuna amepita mtihani. Wanatoka NHIF wanaweka SHA, hata wanaharibu zaidi. They are just changing things for the sake of changing things. But in 2026 inaenda kuwa mwaka ya kuambia watu kweli. Ama namna gani? Mheshimiwa Mwai Kibaki alisema basic education is free.
Kuanzia class 1 mpaka form 4 ndio basic education in Kenya. Takana kuwa free. Paka akapewa zawadi kula America na rais anaitwa Bill Clinton. For just doing what the world thought was not possible. Sasa hizi rais amekuja hapa, mambo ya capitation wapeani wamepunguza mpaka shilingi 16,000. Sasa mtoto akifungua shule unaona kwamba mnakula chapati za hii mjue. Mtoto kama kwa day school unaenda kulipa fees. Waachana ile ya ugali mnalipaka ya lunch. Utalipa ile ya lunch hiyo na utalipa school fees. Umeelewana hapo? Tukisema hii serikali iko na matatizo is because of facts like this. Mbadi anasema capitation imepunguzwa, imekuja 16, yeye ndio mwenye pesa. Rais anaitwa waziri anaitwa Ogamba, yule wa elimu anaambia wewe ni mjinga sana. Tangaza kwamba ni 22,000 lakini tutawapatia 16,000. Mambo ya uongo. Sisi tunaambia Wakenya ya kwamba fedha kwa serikali iko ya kutosha. It's actually possible kulipia watoto wote basic education wasome bila kulipa. Tukiondoa hii mambo ya ukora na wizi ambayo imejaa dunia hii. Sisi hapa Trans Nzoia tumesema kwamba hatutaki mambo ya affordable housing, tunataka industries. Ama namna gani? Wapeleke industries yaajiri watoto wetu. Ama namna gani? Mambo ya affordable housing sisi tunajua. Sasa wewe maiwe ya lunywa nano onyala wacha wao uilamtao nikitalo milamtao paruto kako mbangi renji mtao oyelo tujenga ma industry watu wapate kazi wajenge nyumba wenyewe. Ama namna gani? Saa hizi wafanyikazi wa serikali na wale wengine ambao wanalipa mshahara wanakatwa pesa into housing levy ya kwenda kujenga hizo nyumba, lakini hakuna mwenye ametoa pesa ambayo anapewa hiyo nyumba. Hiyo nyumba tena unaenda kununua. Umejenga na pesa yetu tena tunaenda kununua. Hii serikali inakaa namna gani bwana? Wakati rais anasema sisi ni wajinga, anatubeba sisi kama wajinga, but we are not fools. We are not stupid. We know exactly what they are doing and we are going to call them out. Ama namna gani watu wetu? Sasa watu wangu mimi nikiongea hii maneno sasa walali wanaanza kutafutia njia. Hata hii mguu labda hao ndio wanisukumie. Lazima tuseme ukweli, ndio? Maana ushuru wa Wakenya is not personal property to be used the way you want. Ushuru wa Kenya lazima tumike as per the law. Hii kitu wanasema ati infrastructure fund, even members of the National Assembly, even members of parliament hawajui kinachofanyika namna gani. Fedha hadi parasato zinauzwa, inaingizwa kwa fund ambayo haiwezi kuwa audited na auditor general. Inakuwa managed na private liability company. Ati infrastructure fund. Wakati mnajenga mabarabara, hata hapa Saboti ukijenga barabara ya lami inapita pale, inakuja kubeba nini? Tunataka watu wetu wakuwe na pesa kwa mfuko, wafanye biashara, hata waki-export vitu ikienda China wakileta ingine, we shall need those roads. But before we do that, Mr. President, can we invest in the people, not in things? Ama namna gani? Tuweke mali kwa wananchi, sio kwa vitu, ndio? Ungependa upewe pesa ama sifurie pewe pesa? Tunataka pesa iko kwa mfuko. Hii maneno nasema, wanasema haiwezekani. Kama haiwezekani, wacha watoke. Sisi ambao tunajua inawezekana tuingie kule tufanye kazi, tufanyie wananchi kazi mbele. Sasa wanatuambia mambo ya Singapore. Mambo ya hasla tuliwachana, mambo ya bodaboda tuliwachana, mambo ya mamboga tuliwachana, sasa tuko Singapore. Hadi tutakuwa Singapore. Yaani watu mnajua Singapore. Size ya Singapore is 50 square kilometers. Ni kama the size of Trans Nzoia County. Iko na watu milioni 6 peke yake. Kenya tuko na watu milioni 60. Tutafika Singapore namna gani zaidi? Hadi kwenda Singapore is hard work. Kama namna gani? Hard work ni mnafanya kazi. But the manner in which we play our politics and manage our resources is our greatest undoing. Sasa watu wetu ikifika 2027, for the first time in the history of this republic,
can the people of Kenya choose the leaders that they deserve. Mchague viongozi ambao wanawafaa, wale ambao wanajua mnaenda wapi, ama namna gani? Sasa madharau imeleta Trans Nzoia hii, madharau mingi. Na mimi nilisema nikikuwa gavana ninafunga mipaka, sisi tutajiamulia mambo yetu ya Trans Nzoia kama wakazi wa Trans Nzoia, ama namna gani? Hakuna mtu kuingiza mdomo hapa na anatupanga sisi. Yenye mnapangwa kweli? Mnapangwa? Iko mtu ambaye ako na akili hadi atawacha komando aende kutafuta vinyangarika vingine huko nje. Our county is on the right course. Tumeona watu wetu. Wamemo hapo ndio kama ngeka la ndemandwali. Mambo na kweli. Kimichinge kile chakacheni kieko Kenya kuyu warundi. Kiae kile kama rono hakija. Utawakubali hao watu? Utawakubali? Wafanye nini? Wafanye nini? Na mimi watu yangu mimi kijana yenu natembea. Sitakuja sekaje ukurusha kuru sio ile kama kura tano. Maana nyinyi mnajua mahali tunaenda. Ama namna gani? Iko pesa wameweka mingi na wameanza kumwaga pesa hapa. Wengine imagine watu wetu wameanza kukampeni hapa mpaka wanatuma mawaziri. Wanawaletea nyinyi chakula mchele na maharagwe ati wanatengeneza nyinyi ati Ferdinand amekufa. Imagine. Ati wanajipanga mtu wacha tunaombea Ferdinand uhai ama kifo. Hawa jamaa imagine roho ya watu nakaa namna gani? Wanaanza kuweka vijana hapa ati wao watachukua chama ya UDA. Watu kazi yao ni kuangalia watu ambao wanakufa, tuangalie mambo ya uhai kabisa. Sisi tunaomba Ferdinand apone ni kijana wetu ama namna gani? Na ugonjwa wewe unapata mtu yeyote. Hata wale ambao wanapangia Ferdinand kuna uwezekano watakufa mbele ya huyo Ferdinand. Ama wao wana mkataba na Mwenyezi Mungu. Hawa jamaa watukome ama wasitukome? Watukome wasitukome? Wawachane na sisi ama namna gani? Na kama komando wako hapa wajue Trans Nzoia ina mchezo. Na basi na watu wewe. Watu ya kwanza ama mnaregea. Amregei. Muko chanjo. Kama waga kuja kumchele. Kumchele kwa China. Mchele ambaye hailimi kwa shamba inaongezewa kwa factory. Mchele ya plastic. Nyinyi mko na choo, ukienda kwa choo angalia nini limetoka. Ukienda kwa choo unazaa hiyo mchele ndio ulikula. Haiwezi kuwa digested. Hiyo maharagwe ukichemsha hata ile mawe hiva. Jani karibu kuipanda one kama itamea. Sasa kama imei kwa shamba kwa tumbo yako inafanya nini huko? Leo na wasa angalia mbono, kwa kabulia, kwa mchele, kama Mungu wamuzaye. Wewe kama bado nataka mtoto shule hizo kitu. Itafunga mambo hata mzaki fanya nini? Hapa lua sasa hakuna kitu hapa. Tumeona watu yangu. Zembo kwa leo angaza mulilata. Nawaambia mambo msikii. Kama ni pesa. Ngoja niwaambie watu yangu. Sehemu zote za Kenya hata ambazo ziko na ukame. Hata kule North Eastern nimefanya kazi huko kitambo, walikuwa wanaletea mahindi, wanaletea mchele, wakakataa. Wakasema ya kwamba wapewe pesa wenyewe wajinunuliwe. Badala letea mahindi auza nunue mchele, maana ukikula mchele wasema tupatie pesa sio wenyewe tununue. Hata hapa wakikuja na chakula tunataka tutaki chakula, tunataka pesa. Ama namna gani? Watupe pesa tununue kitu ambayo tunataka. Hawezi kutulazimishia family planning ama namna gani? Maulile. Maji la kwiru. Shika sikio mzeme na tembea ametuambia ukweli. Tuko pamoja watu yangu. Tuko pamoja. Jambo la mwisho. Mimi nimekuwa natembea dunia hii ya Western nikiambia watu wetu kuja pamoja, sio kwa sababu mimi ni mkabila, hapana. Jamii zingine zote ziko pamoja, hata wakisia kina Onyonga wametushinda.
Wakalenjin wako pamoja, kiongozi wao anaitwa Ruto. Wakamba wako pamoja, kiongozi wao anaitwa Kalonzo Musyoka. Kule mlimani Rigiji, si ndio? Ukienda kule Nyanza alikuwa Raila ameaga dunia, sasa wameanza kuzozana, wanaitana wasaliti, wanaitana hii. Kama baba anatoka kwa boma wewe unachanganyikiwa. Sisi Masinde Muliro alitoka, Wamaula kijana akatoka, tukachanganyikiwa. Lakini saa hizi mimi nasema watu wetu lazima tutembee pamoja. There is no embarrassment. There is no shame in being united. Tunakuwa pamoja, tuongee na wengine pia ambao wako pamoja, tuunde serikali. Ama namna gani? Hivi tutakupatia watu kwa mifuko is not enough. We want development, real development. Watu wapate kazi, barabara zijengwe, tupate maji. Wale watu ambao wanafungua serikali ndio wanaleta roho magavana hapa. Kwanza ni wajinga namna gani? Nyinyi mtakubali maneno kweli watu yangu? So the unity of our people is paramount. Juzi wakaua Jirongo. Jirongo alikuwa Nairobi na mwenzetu mnamjua, si ndio? Akatoka akimwambia mimi naenda nyumbani kwa mama. Saa 5 ya usiku. Saa 8 hadi Jirongo apatikana kwa ajali. Ile baadhi ambayo ilifanya ajali mwenye anaongea ni driver peke yake. Na anaongea aliona Jirongo akiingia kwa mafuta, akatoka kwa mafuta, akakuja, akaenda wrong side, akakuja hivi hadi wakagongana na yeye. Huyu driver alikuwa anaendesha gari ama alikuwa amesimama? Na hii gari ilikuwa inaenda Busia, si ndio? Wanasema ilikuwa inaenda Busia imebeba Waluya. Kweli Mluya anaweza kuona ajali akose kutoa ushuhuda yeye ajali? Mluya walikuwa Waluya 65, hakuna hata Mluya mmoja aliona hiyo ajali. Ni mnakubali maneno kweli? Mnakubali maneno kweli? Hawa jamaa waje kuua watu. The era of killing political competitors should end. Ama namna gani? Sasa Jirongo ameua. Jirongo alikuwa na uluya ya kuua mtu. Alikuwa anaamini in the emancipation and empowerment of our community. We feel a great loss kwamba amekufa. Lakini kifo ya Jirongo should not be in vain. Watu wetu, ile mambo watu wanapigania nyinyi isikwenda kufanyia mchezo, kufanyia mzaa. Watu wanajua mambo ya uongozi. Nyinyi mnakaa hapa na jamii wa Kalenjin wako hapa. Wakati wa kura, President Ruto sio lazima kuja hapa atafute kura. Hata saa hizi ukiwauliza wanasema 2027 waliamua. So wanasemaga hivyo. Na nyinyi ngana mbona na tendo sketch na watawe. Wakatikacha wae na kwa kula pela za yesiri. Mkaumie nyinyi mtaumia. Ubwa ameba kura. Ruto alianza kuwa kiongozi akiwa mdogo, akiwa MP. Walikuwa wamesema mtu alimosindu. Fahamu lela fahamu la president. Na nyesa hiki no mwacha kitakuwa hangaika kwa kanaona mla yuko no mnanu. Hapana. 2027 ni kakupile kula alalamazana. Oja usakado kwa kupepa kwa kubule buhofu. Namazana. Maana sisi lazima tuwe watu ambao ni organized kwa namna gani? Wetangula tumemwambia yeye kifika 2027 astaafu aondoke kwa siasa. Ama namna gani? Awache kuangania mambo ambayo yalikwisha, is water under the bridge, is no longer a political factor. Akwende na fanya nini? Wametuumiza sana. Hata afadhali mle ndafu muda afadhali kidogo. Huyu kabisa. Wacha nimalizie hapo. Lakini hii mwaka hii watu yangu lazima tushukuru Mungu, ndio? Kuna wale ambao wangependa afike zaidi na hawajafika sasa, ndio? Wengine waliaga dunia, wengine walumia, wengine wako hospitali ni wagonjwa. Mambo mengi mabaya yalifanyika. Lazima tushukuru, wengine wako jela, ndio? Lazima tushukuru Mungu. Na mimi nataka sisi wote nataka tutasimama, maana tukisimama tutakaa nikiwapanga. Alako bantu wewe. Wakiete kama malelo salne uhila. Lakini mnajua mimi nataka kupanga. Nilikuwa kwa mama hizo kwa hiyo. Nataka tufunge sasa vizuri.
Cheki.